Ndio. Haya, karibu sana tuweze kujifunza pamoja siku hii ya leo. Lakini kabla tujifunze, tupate mtoto mmoja pale nyumbani aweze kutuombea. Who is going to pray for us today? My learners back at home, one of you is going to pray for us this morning ili tuweze kuanza kipindi 0704102102 0785102102. Radio Vuna. Hello? Yes, Radio Vuna. Mama, Poa sana. Nani anazungumza? ni Lenza. Yes, Lenza. Tuende kwa maombi mama. Let's believe and pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our kind and everlasting Daddy is above in heaven. We come to you this time first. Today we are going to start our program. Father, be with us. I'll pray to short prayer. Believe in Jesus. Amen. 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 Thank you very much for praying with us this morning as we are going to start our lesson. Thank you, my learners in the studio. You're welcome. Why are you so gloomy? No, we are not sorry. Okay, karibuni sana studioni siku ya leo. But before, as always, after welcoming my learners in the studio and also my learners back at home, we engage on the previous day. What did we talk about yesterday? Who is going to tell me? Yes. Keep left, keep right. Keep left, keep right. Yes, Peter. Yes. How about keeping left and keeping right? Is when you cross the road Mm-hmm. and when you are walking in the side of the road. Yes, thank you very much. I can see my learners are very, very, very well. So again, we said where do as human beings and pedestrians, how are we supposed to walk? Are we supposed to walk when cars are behind us, or we are supposed to walk towards? We are supposed to walk Towards, yes. What side are we supposed to walk? Yes, Peter. on the side of the road. On the side of the road. Why not? Why do we have to walk on the side of the road? No. Why? Yes, John. So that the cars cannot hit us. Yes, because if the car hits you, remember what is going to happen. You might die. God forbid. You might get hurt. See, that is okay. Yes. Yes, and why is it not safe to walk with cars coming? Because, Peter, we said because, They can hit us. yes, they can hit us. Why do you think walking is so important? Yes, John? To keep us fit. To keep us fit. Thank you. And you, Peter? To get we can get To be healthy. yes. Yes, that is part of the exercise in our bodies. We said with the help of our parents and guardians, we were able to know whether did your parents or guardian help you to know the ways how you're supposed to keep safe? Yes. Yes, Peter. One. We can walk with we can cross with An adult, right? yes. Yes, and you, John? When we are crossing, we should look right Mhm. and left. What Then else? right again Yes. and left. If the road is clear, you cross the road. Yes. Any other? Thank you very much. I can see our parents back at home really helped us to know the safety measures and how you're supposed to keep left and keep right before crossing the road. Thank you very much, my learners back at home. I would love to hear from the two of you before we go to today's lesson. And today we are going to do it in Swahili. So learners back at home, wanafunzi wetu pale nyumbani, mliweza kujifunza, mliweza kuambia wazazi wakaweza kuwasaidia njia ambazo wewe unastahili kuwa na usalama ukivuka barabara. Ningependa kujua kutoka kwenyu
manake nimeweza kupata from my learners here in the studio. They are really very okay. They really did what we talked about, what we said. And today we are going to, who can remember what we said we are going to talk about today? Yes, Sally. Usalama wa wanafunzi. Yes, Peter. Usalama wa wanafunzi. Yes, John. Usalama wa wanafunzi. Good. Learners back at home. Sijui kama mnajua, mliweza kusikiza ama mnakumbuka. Je, mnakumbuka yale ambayo tunastahili kusoma siku ya leo kwa kipindi cha Tusome Sasa? Na msije mkasahau, kama mnataka kutuona pale Vuna TV pale YouTube. Ama nadanganya? Ni kweli. Yes, najua hata ya kwamba hata mambo ameweza kuniambia alipofika pale nyumbani alijiangalia pale jinsi ambavyo anafunza kabisa na kusoma, sivyo? Ndio. Naam, asante sana nyinyi watoto wazuri, wanafunzi wangu pale nyumbani na wanafunzi hapa studioni. Nawaambia ni karibu sana, tuzidi kuwa pamoja hadi mwisho wa kipindi cha leo. Na siku ya leo tumesema tunaenda kusoma kuhusu kupambana na ugonjwa na usalama wa wanafunzi ni usalama wa wanafunzi. Je, ni nini kile ambacho tunatarajia sisi kuhusu jambo hilo ama kipindi cha leo? Mambo niko kwako. Vile watoto wanafaa kujikinga Mhm. kutokana na ajali za shule na za nyumbani. Naam, Peter, unatarajia nini? Matarajio yako ni yapi? Baada labda tukiweza kupata kipindi hiki, unatarajia nini? Ni nini kile ambacho unaona hii itakuwa kwa ile hadithi na itakuwa pale kwa funzo la siku ya leo? Natarajia hii itakuwa kwa story tunaenda kusoma leo. Ehe. Kwa usalama wa wanafunzi. Ni gani hiyo? Haswa ni nini kile ambacho unatarajia pale? Wanafunzi wajikinge wakiwa shuleni na nyumbani. Naam, Salome, unatarajia nini mami? Wanafunzi wajikinge wakiwa shuleni. Asante sana. So karibuni sana kwa kipindi hiki siku hii ya leo. Na tusikize kwa makini na watumai ya kwamba vitabu na kalamu tumeviweka pale mezani, tunazidi kufunzwa kwa pamoja. Karibuni. Ujambo mwanafunzi msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha hadithi za Tusome kwa wanafunzi wa gredi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Leo tutajifunza kuhusu usalama wa wanafunzi. Pamoja nami katika studio ni mwalimu Naomi na wanafunzi wawili, Juma na Rehema. Karibu. Hujambo msikilizaji na karibu. Juma na Rehema, muhali gani? Hatujambo mwalimu. Leo tutajifunza kuhusu usalama wa wanafunzi. Sikilizeni kwa makini, baadaye mtajibu maswali. Hakikisha umeandaa kalamu na daftari au tabuleti. Msikilizaji mwanafunzi, mweleze mwenzako mambo unayofanya nyumbani ili kuepuka ajali. Mweleze mwenzako mambo unayofanya nyumbani ili kuepuka ajali. Asanteni. Ni matumaini yangu kuwa umemwelezea mambo mbalimbali. Rehema, hebu tueleze unafanyaje ili kuepuka ajali. Mwalimu, mimi huepuka kukanyaga misumari au miba. Mwalimu, mimi huwa sichezi na vifaa hatari. Asanteni kwa majaribio yenu. Usalama ni hali ya kutokuwa kwenye hatari. Tutajifunza jinsi ya kudumisha usalama shuleni. Kumbuka kudumisha usalama wako popote pale ulipo. Mwanafunzi msikilizaji, je, unafahamu kuwa kuvalia barakoa yako inavyofaa ni mojawapo ya njia za kudumisha usalama? Vyema. Kapteni Tumaini yuko hapa tayari kutupatia ujumbe muhimu.
Natamani kurudi shuleni. Mimi pia, lakini itakuwa salama kweli? Natumai itakuwa salama. Ugonjwa wa corona bado upo. Sisi tukawaambia watu jinsi watakavyofanya. Ndio tunaweza. Mimi nikiona mtu ambaye hajavaa barakoa, nitampungia mkono kisha nimwonyeshe barakoa yangu ili kumkumbusha. Naam, na si lazima upige kelele eti Wewe vaa barakoa. Nawa mikono, vaa mask. Social distancing ni must. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya kwa ushirikiano na USAID. Asante sana rafiki yangu Captain Tumaini. Msikilizaji, huyo amekuwa Captain Tumaini na marafiki zake wakituelezea ujumbe muhimu wa afya. Ni matumaini yangu umeelewa ujumbe wao vyema. So doctor. Basi, kabla hatujasikiliza hadithi yetu, tutajifunza baadhi ya maneno ambayo tutayatumia kwenye hadithi. Mwanafunzi msikilizaji, andika neno la kwanza. Neno la kwanza ni kutu. Kutu. Mwanafunzi msikilizaji, mweleze mwenzako maana ya neno kutu. Vyema. Ni matumaini yangu kuwa umeelezea maana sahihi ya neno kutu. Juma, neno kutu linamaanisha nini? Mwalimu, kutu. Kutu ni kusema ukweli mwalimu sijui maana ya neno kutu. Vizuri sana Juma. Kusema ukweli ni vyema zaidi, lakini pia ni vizuri kujaribu. Kutu ni kitu cha rangi nyekundu kinachoota juu ya chuma kinapopata maji. Mfano kwa sentensi ni: nilipoweka msumari ndani ya maji, msumari ulipata kutu. Mwanafunzi msikilizaji, andika neno la pili. Neno la pili ni pepo punda. Pepo punda. Mwanafunzi msikilizaji, mweleze mwenzako maana ya pepo punda. Ni matumaini yangu kuwa umeeleza jibu sahihi. Rehema, pepo punda ni nini? pepo punda ni aina ya ugonjwa. Vyema Rehema. Mwanafunzi msikilizaji, ni vyema kutahadhari usidungwe na msumari wenye kutu, kwani utapata ugonjwa wa pepo punda. Hapo awali nilieleza kuwa tutasikiliza hadithi kuhusu usalama wa wanafunzi. Ni matumaini yangu unadumisha usalama shuleni. Mwanafunzi msikilizaji, mwambie mwenzako kile unachodhani utajifunza katika hadithi hii. Mwambie mwenzako kile unachodhani utajifunza katika hadithi hii. Vyema kabisa. Ni matumaini yangu umeweza kueleza utakachojifunza. Juma, wewe unafikiri utajifunza nini kwenye hadithi hii? Nafikiri kuwa tutajifunza kuhusu kudumisha usalama. Na wewe Rehema? Mwalimu, mimi nadhani tutajifunza hatari za kukosa usalama. Basi, tusikilize kwa makini tunaposimuliwa hadithi kuhusu usalama wa wanafunzi. Tutakapomaliza, tutajua kama kile ulichodhani ndicho tulichojifunza. Baadaye,
mtajibu maswali. Usalama wa wanafunzi. Wanafunzi hutumia muda wao mwingi shuleni. Hivyo basi, ni muhimu wawe katika mazingira salama. Usalama ni muhimu kwa kusoma na kupata matokeo bora. Kila mwanafunzi ana jukumu la kuhakikisha kwamba vifaa vyenye makali vimeondolewa kwenye mazingira ya shule. Vifaa hivi ni kama vile misumari na nyembe zenye kutu, miba, mabati mabovu, chupa zilizovunjika na sindano. Mwanafunzi anapodungwa na vifaa vyenye kutu anaweza kuambukizwa ugonjwa wa pepo punda. Je, umewahi kudungwa na kitu chenye makali na kutu kama msumari au sindano? Ni muhimu kwa wanafunzi kujihadhari dhidi ya kugusa nyaya za stima zinazoning'inia. Kushika soketi za stima kwa mikono yenye maji huweza kusababisha vifo. Wanaosha ajali. Baadhi ya mifano ya michezo hii ni kama kuruka ovyo ovyo, kutegana na kuteguana, kukanyagana na kurushiana mawe na vijiti. Vile vile, wanafunzi hawafai kutupa maganda ya matunda au kumwaga maji kwenye sakafu. Maji na maganda huifanya sakafu kuwa telezi na huweza kusababisha ajali. Wanafunzi wahakikishe kuwa wamepanga madawati, viti na meza vizuri darasani ili kujiepusha na ajali. Wakati wanafunzi wanataka kula chakula, ni vyema wanawe mikono yao. Kunawa mikono huondoa viini ambavyo husababisha maradhi. Rehema na Juma, ningependa msome aya ya mwisho kwa pamoja. Ni muhimu kwa wanafunzi kujihadhari dhidi ya kugusa nyaya za stima zinazoning'inia. Kushika soketi za stima kwa mikono yenye maji huweza kusababisha vifo. Wanafunzi pia waepuke michezo ambayo huweza kusababisha ajali. Baadhi ya mifano ya michezo hii ni kuruka ovyo ovyo, kutegana na kuteguana, kukanyagana na kurushiana mawe na vijiti. Vile vile, wanafunzi hawafai kutupa maganda ya matunda au kumwaga maji kwenye sakafu. Maji na maganda huifanya sakafu kuwa telezi na huweza kusababisha ajali. Wanafunzi wahakikishe kuwa wamepanga madawati, viti na meza vizuri darasani ili kujiepusha na ajali. Asanteni sana wanafunzi wangu Rehema na Juma. Naam, ni vizuri kudumisha usalama shuleni, kwani usipodumisha usalama shuleni unaweza kupata ajali. Mwanafunzi msikilizaji, ni matumaini yangu umefurahia na kujifunza mengi kutokana na hadithi hii. Kuna mambo uliodhani utajifunza katika hadithi hii. Je, yametajwa? Juma na Rehema,
Nyinyi mmejifunza? Naam, mwalimu. Mwalimu Naomi, mimi nilisema kuwa tutajifunza kuhusu kudumisha usalama shuleni, na ni kweli tumejifunza hivyo. Nami nilisema tutajifunza kuhusu hatari za kukosa usalama. Shwari kabisa. Ni vizuri kudumisha usalama shuleni ili kuepuka ajali. Sasa ni wakati wa kujibu maswali. Mwanafunzi msikilizaji, andaa daftari, kalamu au tableti ili uyaandike majibu yako. Swali la kwanza: ni hatari gani zilizotajwa katika taarifa? Ni hatari gani zilizotajwa katika taarifa? Mwanafunzi msikilizaji, mwambie mwenzako hatari zilizotajwa katika taarifa. Ni matumaini yangu kuwa umeandika jibu sahihi. Swali la kwanza lilikuwa, ni hatari zipi zilizotajwa katika taarifa? Juma, hebu nipe jibu. Kugusa nyaya za stima na kushika soketi kwa mikono yenye maji. Naam. Moto wa stima huweza kusababisha madhara mengi. Swali la pili, ni mchezo gani unaoweza kusababisha ajali shuleni? Ni michezo gani inayoweza kusababisha ajali shuleni? Andika mchezo unaoweza kusababisha ajali. Rehema, ni michezo gani inayoweza kusababisha ajali shuleni? Mwalimu, mchezo wa kurushiana mawe au vijiti huweza kuwa hatari. Na wewe Juma? Pia, michezo ya kukanyagana na kutegana inaweza kusababisha ajali. Vyema Juma na Rehema. Swali la tatu, ukidungwa na vifaa vyenye kutu utapata ugonjwa gani? Ukidungwa na vifaa vyenye kutu utapata ugonjwa gani? Rehema, unaweza kujibu? Naam mwalimu. Ukidungwa na vifaa vyenye kutu utapata ugonjwa wa pepopunda. Asante sana Rehema. Ni vyema siku zote kuwa makini shuleni ili tusisababishe ajali zozote. Leo tumejifunza kuhusu usalama wa wanafunzi. Kutokana na taarifa hii, tumejifunza kuhusu njia za kuepuka ajali shuleni na nyumbani. Ni muhimu kuwa makini tunapogusa nyaya za stima au soketi. Pia, tuhakikishe sakafu imekaushwa na uwanja hauna vifaa hatari vyenye kutu. Kapteni Tumaini anarejea kutueleza ujumbe muhimu. Baraka, uko sawa? Wazazi wangu wameniambia nyanyake naye ana COVID. Na Naya je? Natumai ako sawa. Kapteni Tumaini!
Hamjambo, kupambana na ugonjwa wa COVID nyumbani kwetu ni hali halisi. Kama nyanyake Naya ana COVID, inabidi Naya ajitenge na wengine hadi nyanyake apone na Naya awe sawa pia. Lazima waende hospitalini? Sio lazima kwa watu wengi walio na COVID kwenda hospitalini kama sio wagonjwa sana. Kwa hivyo wanaweza kaa nyumbani? Ndio, bora wanazingatia maagizo ya kutibu COVID nyumbani. Wanapaswa kudumisha umbali wa mwili na kuvaa barakoa kila wakati. Labda kusaidia, tunaweza kuimba wimbo nje ambapo anaweza kutusikia, au kuchora picha, au kuandika barua. Wazo nzuri, Elsa. Itakuwa poa na salama kuimba nje. Nina sauti bora zaidi. Na wanawa mikono, vamos. Endelea na mazoezi Baraka, na tukumbuke kumkaribisha Naya na watoto wengine kucheza wakati itakuwa salama kwao. Nawa mikono, vamos. Social distancing ni must. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya kwa ushirikiano na USAID. Shukran Captain Tumaini na marafiki zako kwa ujumbe huo muhimu. Na asante Juma na Rehema kwa kushirikiana nami katika kipindi cha leo. Karibu mwalimu. Hicho kimekuwa ni kipindi cha hadithi za Tusome kwa wanafunzi wa gredi ya kwanza hadi ya 3. Walimu wamekuwa ni Naomi Ramtu, wanafunzi walikuwa ni Keisha Sharon na EJ Washington, nami ni Lawrence Kanywa. Kipindi hiki kimeandikwa na jopo la somo la shughuli za Kiswahili. Kimerekodiwa na John Bithi na Cindy Katumbi na kutayarishwa na Zakari Kago kwa niaba ya idara ya mawasiliano ya kielimu ya taasisi ya kuandaa na kukuza mitaala Kenya, KICD. Kipindi hiki kimewezeshwa kwa ufadhili wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Amerika, USAID, na Wizara ya Elimu nchini Kenya kupitia kwa mradi wa Tusome. Hadi wakati mwingine, kwaherini. Asante sana, maanake tumeweza kujifunza kuhusu usalama wa wanafunzi. Labda wanafunzi wangu hapa studioni, je, umeweza kujifunza kitu? Ndio. Umejifunza nini? Tumejifunza tumejifunza ni aje unaweza jikinga na maradhi shuleni na nyumbani. Naam, Peter, umejifunza nini kingine pale? Nimejifunza wanafunzi wafai kuchezea miba, misumari na mawe. Salome, umejifunza nini? Usalama wa wanafunzi. Asanteni sana, karibuni sana. Wanafunzi wangu pale nyumbani, wanafunzi wetu nyumbani, natumai ya kwamba pia umeweza kujifunza mengi zaidi kuhusu usalama wa wanafunzi pale shuleni, haswa jinsi ambavyo sisi tunacheza pale shuleni, ile michezo ambayo tunacheza ambayo ni mizuri na mibaya, vile vitu ambavyo tunavifanya ambavyo vinaweza tuletea shida ama vinaweza leta ajali. Na tukaweza kusema mambo kama haya ni kama yapi, Peter? Yale ambayo yanaweza kusababisha ajali? Kama kurusha mawe, kurusha vijiti, na kurusha penseli. Naam. Ukirusha vijiti ama ukirushia mwenzako mawe, nini kile ambacho ni ajali ipi atapata ama utakuwa umemsababishia ipi? Atakuwa mgonjwa. Atavura. Naam, niko kwako John. Mwenzako kama umejikata na wembe alafu utupe chini, mwenzako anaweza yapatwa na ugonjwa wa pepo punda. Nini kingine, ni ajali ipi nyingine pale shuleni mtu anaweza ipata kwa sababu ya kufanya vitu ambavyo havistahili? Mtu anaweza anguka kwa sababu ya kukimbia kwa vidatu. Na wanafunzi wangu hapa studioni, natumai naona ni wako salama kabisa, wameweza kujikita kabisa, wameweza kusoma zaidi. Wanafunzi wangu pale nyumbani, je, labda niwaulize kwanza, Peter, ulisema kila ambacho wewe ulikuwa unatarajia ni tutasoma kuhusu usalama, jinsi tunafaa kuwa na usalama pale shuleni na nyumbani. Je, uliweza kujifunza hivyo? Ndio. Naam. John, niko kwako. Wewe uliweza kujifunza kwa yale matarajio yako ambayo ulikuwa nayo? Ndio.
Salome, uliweza kujifunza? Ndio. Naam, asante sana. Wanafunzi pale nyumbani, najua ya kwamba umeweza kunakili chini, umeandika pale kwenye tableti, umeandika kwenye vitabu. Je, wewe mwanafunzi pale nyumbani, umeweza kujifunza yale ambayo ulikuwa umeyatarajia yatafunzwa? Na je, umeweza kujifunza nini siku hii ya leo? 0704 102 0785 102 Radio Vuna. Yes, Radio Vuna. Your name is Ann? Yes, Ann from where? Unatoka wapi mami? Kisii. Uko darasa la ngapi? Uko grade ya ngapi? Pili. Unasoma shule gani? Presa. Sawa sawa. Asante. Umeweza kujifunza leo? Leo umejifunza nini? Ugonjwa ya punda milia. Pepo punda. Naam. Ni ugonjwa upi unasababishwa na nini? Unasababishwaje ugonjwa huu? Unawezaje pata ugonjwa kama huu wa pepo punda? Kutumia vifaa ambavyo vina kutu, sivyo? Ehe. Ann, ni michezo ipi ambayo ukiicheza pale shuleni ama hata nyumbani unaweza pata kusababisha ajali? Michezo gani hiyo? Sawa sawa, Ann. Yes, brother ya Ann, unaitwaje? Sam, karibu sana. Sam, uko grade gani? Uko grade ipi? Pili. Unasoma shule gani? Okay, asante sana. Leo umejifunza nini? Magonjwa ya pepo punda. Ehe, yanasababishwaje? Kucheza vibaya. Je, michezo ipi ambayo inaweza kufanya Ehe, sasa pale shuleni ukicheza vibaya unaweza pata ajali kama ajali. Ehe, ni michezo gani ambayo inaweza leta ama kusababisha ajali? Kuruka kwa madawati. Meza na viti. Na kutegana? Kutegana. Ushaitega mwenzako? Ushaitega mwenzako? Sema ukweli. Mimi nakuangalia naona ukidanganya. Ushaitega mwenzako? Siku moja kitambo, si ndio Sam? Kwa nini usirudie hivyo tena? Sawa sawa? Asante sana. Haya, asante sana. Ana Sama hapa kweli. Kila wakati wao mara hiyo lazima waweze kusema kile wamejifunza, na watoto wazuri sana. Radio Vuna. Radio Vuna, hello. Okay, sawa sawa Sasa wanafunzi wangu hapa studioni. Je, kuna yale mambo ambayo hamjaweza kuyasema, yale ambayo anaweza kufanya nini kusababisha yale ambayo tunaweza kuepukana nayo ili tusije tukakuwa na ajali? Kuna vile ambavyo hamjavitaja. Radio Vuna. Radio Vuna. Huyu bado anazungumza pale nje. Radio Vuna. Hello? Yes, Radio Vuna. My name is Perpetua. Yes, Perpetua. Unatoka maeneo yapi? Kisii. Uko grade ya ngapi ama ushamaliza shule? Niko grade 3. Grade 3. Uko sure? Yeah. Sawa sawa. Umejifunza nini? Usalama wa wanafunzi. Ni kama upi huu? Kuepuka katika magonjwa kama pepo punda. Na nini kingine? Tusirushiane vijiti na mawe. Kwa nini tusirushiane? Yanaweza sababisha ajali. Ajali? Ajali kama gani? Kama tunaweza rushiana vijiti na mawe. Utamgonga mwenzako macho. Na ataumia. Asante sana. Asante sana mami. Ukirushia mwenzako
jiwe, ama mimi nikachukua kalamu sasa nikakutupia hivi pita wewe nikakutoboa jicho, hiyo ni ajali kubwa, sivyo? Radio Vuna. Hello, Radio Vuna. Yes, Radio Vuna. Hello, Radio Vuna. Yes, mami. Huyu Sara. Yes. Mimi nimejifunza. Yes, Sara, uko grade. Ugonjwa wa pepo punda. Ugonjwa wa pepo punda ni upi? Unasababishwa na nini? Nasababishwa na kupigana mawe. Kujasa karibu na mlango. Na kukanyagana. Ugonjwa wa pepo punda unasababishwa na na kupata. Tunza baba. Yes, tunza baba. Mimi nimejifunza. Ugonjwa ya kuweka vitu za matunda njiani. Vitu kama maganda ya matunda. Hiyo inaweza sababisha ajali gani? Amekwisha potea. Niko hapa studioni na wanafunzi wangu. Ukirusha maganda ya ndizi haswa chini, inaweza sababisha ajali kama gani? Yes, Peter. Kuteleza na kuanguka. Na Salome? Kuanguka. Na kuteleza. Yes, Mambo? Unaanguka chini na magoti ama mgongo, sivyo? Na pia kumwaga maji. Watu wakimwaga maji hivi kwa sakafu ambayo ina slide iko na tiles, nini kitafanyika? Na iko na, let's say iko na omo, mtu anaweza anguka pasuke hata kichwa, hata mgongo, ataumia, ataharibu spinal cord yake, sivyo? Sasa hizo ndio vitu ambavyo tunastahili kuangalia ama tunastahili kuangazia tukiwa pale nyumbani, tukiwa pale shuleni, tukiwa mahali popote pale. Ukitembea njiani ukiona mtu amerusha maganda, utafanya nini? Salome, utafanya nini ukiona ganda liko chini, ganda la ndizi pale? Na vizuri sana. Peter, utafanya? Tayokota alafu nitupe kwa dustbin. Good. Nitaenda niokote yote niweke kwa pipa. Vizuri sana wanafunzi hapa studioni. Wanafunzi wetu pale nyumbani, tuko kwenu bado. Je, wale ambao hawajaweza hawajaweza kujisema kile ambacho wameweza kusoma siku ya leo. Je, umeweza kusoma nini? Naona muda wetu unayoyoma. Tuna dakika kama 13 tuweze kuondoka hapa studioni siku hii ya leo ndani ya kipindi chetu cha Tusome Sasa. Na kama sio sasa ni sasa hivi, ni hivyo sasa. Kuna vitu vingine. Nikuulize mambo leo. Kuna wakati mmoja umetega mwenzako? Ndio. Nani huyo ulimtega? Kiprono. Kwa nini ulikuwa unamtega mwenzako? Tulikuwa tunacheza alafu nikamtega kimakosa. Niko sure si kimakosa. Hiyo ilikuwa ni kwa mchezo, kwa game. Hata mimi nishaitega mtu. Ni kweli kabisa. Mkicheza kuna ile mnategana unaona nani akona nguvu, nani akona nguvu kushinda mwingine. Unatega unamwangusha, lakini sio vizuri, sivyo? Unaweza kumtega uweze kumwangusha. Peter, umetegana siku moja? Ulitega Mambo. Mambo alianguka chini kweli kweli. Aliumia. Unaona sasa, hiyo ni ajali kama hizo. Salome, ushaimtega rafiki yako Joan? Najua Joan ni rafiki yako sana. Wow, mtoto mzuri sana. Mambo na Peter na wanafunzi wengine ambao wanatusikiza pale, ambao wanazidi kusoma nasi, tafadhali tusije tukategana, manake itaweza leta ajali kubwa, kusababisha ajali ambayo unaweza vunja mwenzako mguu, unaweza vunja mwenzako mkono, unaweza fanya mambo mengi zaidi. Tunapenda kuruka ovyo ovyo. Kwanza sisi wanafunzi ama sisi wanafunzi vijana wavulana tunapenda kuruka sana, sivyo? Ndio. Mambo, umeruka mara ngapi leo kutoka asubuhi? Umeruka? Hujaruka kwa kiti hivi kwenda chini? Bado sijaruka. Hujaruka Peter? Umeruka leo? Ndio, sema kweli. Lakini hujaruka leo, lakini ni kama kawaida wao mnaruka, sivyo? Ndio. Mnaruka, mnavunjia mami viti, mnafanya mambo mnafanya mambo ambayo mami anakuja tu anashangaa, Salome, nasikia wewe ni mrukaji hodari. Hatari zaidi. Umeruka, unaruka, sivyo? Lakini hayo yanaweza sababisha ajali kubwa kama sisi kuvunjika miguu, kuumia vibaya zaidi, sivyo?
Kuanzia leo tusiruke ovyo ovyo. Kurushiana mawe. Mimi nimewahi rushiana mawe. Amuniulize maswali lakini mimi nimewahi rushiana mawe. Je, nyinyi mmewahi? Ndarusha ikapiga Sali. Ikapiga Sali. Sali. Sali ulirushwa mawe kweli kweli. Ulilia? Kwa nini hukulia? Mlikuwa mnacheza. Alilia. Okay, sawa. Napenda jinsi ambavyo wadanganyi. Wanafunzi pale nyumbani kabla tukienda kumalizia tuna dakika 10 tu. Na hata tunaona muda wetu unayoyoma. Je, wewe umewahi rushia mwenzako jiwe? Umewahi tega mwenzako? Umewahi yani kukanyagana? Unapata ile mtu amesimama hivi unamkanyaga kidogo hata mkiwa parade. Mnachokozana, unamkanyaga ama unakanyaga mwenzako kumuonyesha kusengenyana mtu mwingine. Lakini hata inakuwa ni mchezo lakini inaweza sababisha ajali. Wanafunzi wetu pale nyumbani, tumeona kwamba mnazidi kufanya nini kutupata. Kwa wale ambao hawajazungumza, Radio Vuna. Hello. Yes, Radio Vuna. My name is Sam. Yes, Sam. I am in grade 2. You are in grade 2. Thank you, karibu sana. Siku moja umekanyaga mwenzako? Kwa nini ulikuwa unamkanyaga? Yeah, alikuwa ananisumbua. Ukaamua kumkanyaga kweli kweli. Alilia? Kwa nini alikuwa analia na yeye ndiye alianza uchokozi? Okay. Ilikuwa mchezo. Okay, ni mchezo lakini kuanzia leo tutacheza hivyo tena kweli? Hapana. Hapana, kuruka ovyo ovyo, kutegana. Umetega mwenzako mara ngapi? Mara moja. Mara moja. Nani rafiki yako alikuwa anaitwa nani ambaye ulimtega? Lincoln alianguka chini? Yeye aliweza kuanguka chini? Alikutega pia? Wewe ulianguka ukaumia? Au kuumia lakini ni mchezo. Ni mchezo lakini ni mchezo ambao sio mzuri, sivyo? Nini kingine ambacho umefanya ambacho ni hatari? Kuruka. Hata sasa hivi umeruka asubuhi. Leo umeruka mara ngapi? Mara mingi sana, sivyo? Unaweza vunjika manake unaweza enda uruke kwa shimo uvunje mguu, usababishe ajali, sivyo? Na umewahi jaribu kushika soketi ya stima? Kushika soketi ya stima, nyaya za stima na maji. Nini ikafanyika? Nini ilifanyika? Ulipigwa shock, sivyo? Hapana. Ulifanya nini? Mami aliniambia nisiguze. Sawa. Hiyo ni mzuri sana. Asante sana kwa Mama Sam. Manake uliweza kumkataza na akajua kweli anaweza sababisha ajali kubwa. Ann. Hello. Yes, Ann. Umewahi tega rafiki yako Ann? Umewatega rafiki yako siku moja? Kwa nini? Nani? Nilichagua nikaanguka. Pole sana. Uliumia? Uliumia lakini ukajua si mchezo mzuri, usiwahi cheza hivyo tena, sivyo? Nini tena ingine? Umerushia mwenzako mawe? Umewahi rushia mwenzako mawe? Kwa nini? Alifanya nini? Tulikuwa tunacheza. Mnacheza na mawe? Na ungempasua jicho? Sawa. Asante sana. Nimejua ni vibaya. Umejua ni vibaya. Asante sana. Mwanafunzi mzuri zaidi ameweza kujua ni vibaya. Sio vizuri kufanya nini? Sio vizuri kucheza. Sio vizuri kucheza na vifaa kama hivyo. Mimi siku moja nilitaka kujua pale ambapo balbu huingia. Nikachukua vidole. Nikaenda nikaingiza vidole pale ndani kwa stima, Nakwambia nilirushwa. Ile shock ilinipata. Nilishangaa sana. Hadi wa leo naogopa stima sana. Nilikuwa mdogo kama nyinyi. Zile enzi zetu za kitambo ambapo stima imekuja, ndio tumeona stima mara ya kwanza. Sasa tunataka kuhakikisha kwani stima inawakaje huku. Nikaingiza vidole pale. Nikajipata nimeketi nje. Msije mkafanya mchezo kama huo. Sivyo? Hiyo sio vizuri. Msijaribu vitu kama hivyo manake nyaya za stima, soketi za stima,
inaweza sababisha ajali kubwa kama kusababisha moto, kufanya nini, mtu anaweza fariki, sivyo? Na mambo mengine ambayo sio mazuri zaidi. Naona tuna dakika 5 na ni ule wakati ambapo tunataka sasa tuweze kuzungumza mambo yetu ya mwisho tukimalizia. Salome, umeweza kusoma leo, sivyo? Ungependa kuambiaje mwanafunzi mwingine pale nje ama wala watu wengine wanatusikiza? Unataka kuambia aje? Sema, uambie asante. Ambia watoto wenzako asante kwa kutusikiza, waendelee kusoma na wajue hatari za ajali. Asante kutusikiza. Sawa. Unasalimia nani? Dad, mom, na brother mkubwa. Na brother yako mkubwa. Peter, unaweza ambia nini wale watu wengine ambao wanatusikiza pale, haswa watoto kama sisi wanafunzi? Nawaambia wasicheze stima. Na waache kurushiana mawe. Unaambia nani, unasalimia nani? Mamangu. Na babangu. Sawa. Niko kwako John, mambo leo. Nataka kuambia asante sana kwa kutusikiza. Na mtilie maanani vitu mmefunzwa. Naam. Unasalimia nani? Nasalimia daddy, mom, na Griffin. Yaani hata sisalimiwi na niko hapa studioni, sio mbaya pia. Nimewaona. Je, siku ya leo mmeweza kupenda kipindi chetu? Ndio. Asanteni sana. Ni shukrani kwenyu wanafunzi wetu pale nyumbani kwa kuwa mmeweza kuwa nasi, mmetusikiza vizuri sana, tumeweza kujifunza usalama wa wanafunzi. Tumejua kuwa si vizuri kukanyagana, kurushiana mawe, kucheza ovyo ovyo, kurukaruka ovyo ovyo, na pia kufanya nini? Kuchezea vitu ambavyo vina kutu, vifaa ambavyo vina kutu ambavyo vinaweza kutusababishia ugonjwa ambao unaitwa pepo punda. Kuanzia sasa hivi tuweze kuyatilia hayo maanani ili tuepukane na vitu majali mbalimbali. Naambia ni asante. Pia sitasahau kuambia the Kisii County Youth Development Forum kwa kuwa wametupa support mzuri sana. Wamehakikisha tumeweza kukuwa na kipindi cha Tusome Sasa hewani hapa Radio Vuna 102.0 FM. Tumeweza kujifunza zaidi. Na tunawaambia ni asante sana kwa Kisii County Youth Development Forum. Pia tunapigia ni wanafunzi wetu ambao wameshiriki na sisi tangia tuanzie siku ya Jumatano. Tumekuwa tukishiriki na wanafunzi na mbalimbali, sivyo? Ni asante sana. Nilikuwa mwalimu wako Salome Nyakundi, na mwanafunzi ulikuwa unaitwa nani? Salome Mogoto. Na John Mogoto. Asanteni sana. Ni hadi wakati mwingine, nawaambia ni kwaherini. Naam, kipindi cha Tusome Sasa kipo hapa kuanzia Jumatano hii tarehe 30 hadi siku ya Jumatatu tarehe 4 wiki ijayo. Here we go.